أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دورة القرآن الكريم ذكري أونلي أكاديمي. Karibuni tena na tunaendelea na series yetu ya ahkamu tajwid, na leo tutaangalia hukumu ya idghamu baada ya kumaliza hukumu za mimu sakina. Na tuliona katika hukumu za nun sakina tuliona zile idghamu za namna tofauti za mwanzo, lakini hii ni hukumu ya idghamu kama idghamu yeye mwenyewe. Ziko takriban idghamu za namna 3. Sawa? Kwa kule tuligusia kidogo, lakini hapa tutazama zaidi katika hukumu yetu. Idghamu ni nini? Idghamu ni kuingiza kitu kwenye kitu. Katika hukumu za tajwid ni kuingiza herufi ya sakin kwenye herufi ambayo ina irabu na kuzipeleka zile herufi mbili, hizi herufi mbili kuwa kama herufi moja. Sawa? Ya pili inakuwa ni nzito zaidi, na utokea pale ambapo nun sakina au tanwin inapofuatiwa na moja ya herufi za idghamu ambazo ni ya ra, mim, lam, nun au waw, zile herufi za idgham. Sawa? Kuna masharti ya idghamu ambayo tulishasema katika darasa zilizopita kwamba idghamu siku zote inafanywa kwenye maneno mawili, yani kuna neno la kwanza alafu kuna neno la pili ambalo linakuwa linafuatia. Sawa? Kwa mwisho wa neno la kwanza na mwanzo wa neno la pili. Sawa? Na tuliona kule katika ahkamu za nun sakina kuna ile idghamu bi ghunna na idghamu bi ghairi ghunna, lakini leo tutazama katika idghamu za namna 3 hizi nyingine tofauti kabisa, hukumu ya idgham kama idgham. Kwa hivyo kama tulivyosema huko nyuma kwamba idghamu ni kuzikusanya herufi mbili alafu unachukua moja kuingiza ndani ya ile nyingine. Kuna makundi 3 ambayo yanagawanya vigawanyo vya hii hukumu ya idghamu pia. Kuna idghamu mutamathilain, kuna idghamu mutaqaribain na idghamu mutajalisain. Sawa? Leo tutaangalia zaidi hukumu ya idghamu mutamathilaini. Mutamathila maana yake nini? Viwili vyenye kufanana. Sawa? Mutamathilain, viwili vyenye kufanana. Kwa hivyo herufi zinakuta zile iliyoandikwa ya kwanza. Kuna maana tulishasema kwamba kuna herufi katika Qur'ani ambazo zinakuwa zimeandikwa lakini huzisomi, na kule ambazo zimeandikwa lakini unazisoma. Kwa hivyo miongoni mwa zile herufi, mfano tulisema nun, ikiwa imewekwa ile sekne au sakin, ile sukun, si ndio? Basi unakuwa unaisoma kwa kudhihirisha. Lakini ikiwa ile sukun haijawekwa, maana yake usomi kwa kufanya, kwa kuidhihirisha, kuitaja yani. Sawa? Kwa miongoni mwa herufi ambazo zinaandikwa lakini hazisomwi ni hizi herufi za idghamu mutamathilain. Sawa? Kwa hivyo mifano utaona, unaweza kaandika kwenye notebook yako hapo katika suratul kafirun aya ya 4, suratul mudaththir aya 14, suratul mursalat aya 20, suratul maida aya ya 28. Katika suratul kafirun ningetoa huo mfano mmoja. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum ma 'abadtum ma 'abadtum. Hapo zimekutana taa mbili ambapo unakuta umechukua dal unaingiza ndani ya taa, unaitamka kwa kuikaza, unaitamka kwa kufanya kwa kuikaza. Lakini tunapozungumzia idghamu mutamathilain, kuzikusanya herufi mbili, unachukua moja unaingiza ndani ya nyingine, tena bila ya ghunna. Bila ya nini? Bila ya kughani, bila ya kughani. Sawa? Kwa hivyo mfano wetu utauona hapo aya yetu ambayo tumeiweka leo hapo. Hii aya utasoma
Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara. Innal ladhina amanu wal ladhi. Umeona hapa? Hapo umeona herufi mbili zenye kufanana, wau na wau, sawa? Innal ladhina amanu wa, innal ladhina amanu walladhi, sawa? Sehemu nyingine utaona hapo innal ladhina amanu walladhina hadu wan nasara, sawa? Ya. Kwa hivyo zinapowafikiana herufi mbili zikafanana sifa na zikafanana matamshi, sawa? Zikafanana sifa na zikafanana nini? Matamshi. Kwa hivyo ndo unasoma hivyo. Kwa hivyo hiyo kwa kifupi ndiyo hukumu ya idghamu almutamathilain. Naweza kuona pia mfano mwingine, labda tuangalie hapa mfano mwingine. Hii mifano hapo sijui kama utakuwa mnaiona vizuri. Waqad dakhalu bal la tukrimun yudrikum, sawa? Hii naanza na huu waqad dakhalu bal la, sawa? Bal la tukrimun yudrikum yukrihunna yukrihunna yukrihunna, sawa? Haya. Kwa hivyo hiyo ndiyo hukumu ya nini? Idghamu almutamathilain. Kwa hiyo tukutane katika kipindi kitakachofuatia. Walakin kwa somo hili watakiwa unitafute kwenye WhatsApp, either ufungue kwenye Qur'an kwenye mifano ya idghamu almutamathilain, alafu upige picha au screenshot, alafu utume, alafu usome, tuhakikishe kwamba unasoma kwa kupatia au vinginevyo. Namba zetu za WhatsApp zile 0713225702 au 0685303727. Namba zozote ambazo ni za maadmin mbalimbali katika Doa Programs. Kwa hiyo usisahau kusubscribe katika page yetu, katika channel yetu hii ya YouTube ya Dhikri Only Academy, na usisahau kututafuta kwa ajili ya mazoezi mbalimbali. Na pia kuna program zetu zile mbalimbali, program ya Quran, program ya tajwid, program ya lughat al-arabi, kuzungumza lughat al-arabi, tuna program za lughat al-inglizia, lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo hayo yote na darasa mbalimbali, tuna darasa mbalimbali za free za Doa ambazo ziko kwenye WhatsApp kule tunaendesha Doa program groups. Jazakumullahu khairan wa ba'da al-khair wa jannatul firdausi insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.